Guys, go out there and support her brand. She sells iPhones now. That without the struggle, you know, and when I shared it with my business partner, it was like, why not? Well guys, reporter Ali here for you. Nami pia nimepata kujua na kuona vidokezo ambavyo vinatokamana na dada yetu Eve Mungai ambaye alikuwa kwa game, alikuwa katika vile viwango vya juu miaka 2 ama 3 iliyopita alipokuja kwa Limelight. Na leo Eve Mungai ameamua kufanya biashara ya kuuza simu and generally electronics ambazo anauza hapa mjini Nairobi. Na watu wameleta vidokezo vyao na comments kuwa vipi hivi na hivi, ilikuwa hivi na hivi, hapa na pale, nini na nini. Lakini mimi ningependa kusema wacheni huyu msichana auze hizo simu ambazo anauza. Eve Mungai wacheni auze simu kwa sababu bado brand yake kidogo inanyota. Wacheni atumie brand yake akajitafutie riziki hivi anavyojitafutia, auze simu kusudi apate pesa yake ya kila siku, aweze kujituliza kimaisha na pia vile vile kufanya 50 zake za kila siku. Acheni huyu msichana auze simu, haki ya Mungu tena, kusudi tuletewe ripoti kwamba amegeuka tena maji ya shingo. Ni wasanii wangapi ama content creators ama yeyote ambaye yuko mtandaoni ambaye amejulikana kidogo ananyota ambao leo tunawachangia, ambao leo kuna pay bills zinaletwa kwamba tuwachangie, kwamba huyu bwana alikuwa ni msanii fulani, huyu dada alikuwa ni msanii fulani alitutumbuiza, huyu mzee alikuwa ni fulani wa fulani, na wengi ambao sitowataja jina kwa heshima zao, ambao wameleta ombi zao ama maombi yao, tuje sisi tukawasaidie, tuwachangishie, tuwasaidie kuwatoa kwa manyumba fulani, madongo poromoka, tuwatoe katika vitongoji duni, na walitutumbuiza. Ni wangapi? Geoffrey Msiria juzi ametutolea wazee wale ambao walitutumbuiza katika program za hapo nyuma kidogo. Wengi wetu tulikuwa bado tuko katika shule za msingi. Geoffrey Msiria yatembea barabarani kila wakati anakutana na huyu alikuwa fulani, huyu alikuwa fulani, huyu sijui alikuwa anaimba kwa muziki fulani, huyu mzee huyu anamchukua anampeleka kwa kinyozi ananyolewa, ndio tunamjua kumbe alikuwa ni fulani, kumbe huyu alikuwa kwa Simba Wanyika, kumbe huyu alikuwa sijui kwa kipindi gani. Kwa hivyo wacheni Eve Mungai auze simu. Yeye mwenyewe alisema kwamba bado ni msichana mdogo, ameingia Limelight akiwa na miaka 20. Hizo enzi za COVID. Leo hii ana miaka 26, Gen Z. Maybe she's undergoing some transition. Baada anajaribu kujielewa, anajaribu kujitambua kwamba yeye ni nani. Huenda ikawa Mwenyezi Mungu amemtunuku yeye ni mwanabiashara mkubwa, lakini alimpitisha katika hilo daraja kidogo la kujulikana, kutambulika. Leo hii kuna baadhi ya watu ambao wanakwenda mjini Nairobi kwenda kununua simu hizo wanazouza ma iPhone kwa kupitia the brand Eve Mungai. Kwa hivyo kusudi aje akawe kama baadhi ya wasichana wasanii ama ma content creators ambao leo hii imejulikana kwamba wanasaidiwa na wale watu wazima, wale wazee, wale ma sponsors. Wanawatumia, misuse, alafu wanawadump. Wachaneni na huyu msichana Eve Mungai auze simu. Ikiwa mawazo na maarifa yake yamemfikisha hapo, inaafueni, kwa sababu kuuza simu, kufanya kazi ya biashara ya kuuza simu na hizi electronic gadgets si shida. Si kuna baadhi ya watu ambao wanauza simu na wanapeleka watoto skuli, wanajikimu kimaisha. Hata yeye pia ni kama binadamu yoyote tu. Anaweza kuuza simu akafanikiwa kupitia brand yake na nyota ambayo Mwenyezi Mungu alimtunuku hapo nyuma. Bado papo aweza kuuza simu akajinufaisha. Kwa hivyo kusudi atumike vibaya na baadhi ya watu ambao wana take advantage ya wasichana kama hawa ama wasanii kama hawa ambao walikuwa juu na leo hii kuna low season, walikuwa high leo wako chini. Kwa hivyo wana take advantage, wanawatumia vibaya kwa sababu kidogo alikuwa na jina. Mtu anaweza tumia hiyo jina vibaya, akamchukua, akammisuse, basi akamdump. Bado tutarudi kwa mtandao tuseme alikuwa juu, leo ametumika hivi, leo ameingia katika udanguru hapa na pale. La hasha. Tusifike hapo. Heri auze simu
imnufaishe yeye kimaisha, imsaidie. Na nitawaambieni kila mmoja kwamba maisha kuna high season, kuna low season, na Mwenyezi Mungu akikutunuku kidogo, una nyota, kuna mambo fulani ama kuna mwito fulani ilikuwa ndani mwako, kama wewe ni mwanamuziki, wewe ni content creator kama sisi wengine tunajaribu, kama wewe ni mwanamuziki, basi itumie vizuri in time. Itumie vizuri, kwa sababu si kila siku wewe utakuwa juu, kwa sababu kuna milima, kuna mabonde, kuna kushuka, kuna kupanda. That is the dynamic of life. Maisha haijaikuwa kwamba wewe unakwenda kileleni, unapanda, itafika wakati utashuka. Ukifika kule juu, hali ya hewa ama hali ya anga ikawa ni mbaya, basi itakubidi wewe urudi chini. Basi akiwa vyema utarudi tena juu. Hivyo hivyo. Lakini kuna wakati utakuwa juu, nyota yako itang'aa. Ikiwa wewe ni mwanamuziki, ikiwa wewe ni mhubiri, ikiwa wewe ni hatibu katika sekta yoyote ile, hata ikiwa una nyadhifa fulani katika ofisi ama kikazi, kuna wakati utakuwa juu, kuna wakati utakuwa na usemi, lakini inafika wakati lazima kila mtu aje chini. Kuja chini inamaanisha kwamba ujifunze, ujue kwamba ulikuwa juu, si kwamba hao waliokuwa chini walikuwa ni wajinga, walikuwa hawajielewi. Walikuwa binadamu kama wewe, basi wanakuangalia, wanakusubiria.